Karibuni sana. Hii ni Minister Philip channel. Tunapatikana hapo YouTube. Tunahubiri, tunasema sana mambo mazuri kuhusu Bwana. Ni wakati mwingine tena, ni siku ya pili tukutana hapa mahali, na walika nyote tuweze kushirikiana pamoja, tuweze kuendana pamoja ili tuweze kusikia kutoka kwa Bwana. Na wakaribisha tu hapa mahali ili tuweze kuenda pamoja. Kabla sijaendelea, nataka kumkaribisha mke wangu aweze kujitambulisha na aweze kuendelea kutoka hapo. Karibu sana. Asante Minister Philip, ni kwa ajili hiyo. Bwana wetu Yesu Kristo hakubariki na kutende mema. Basi wapendwa watazamaji, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu kwa siku nyingine tena ambayo Bwana ameifanya. Ukiona imefanyika, mbingu zimekubali na imekusudia, ni mapenzi ya Bwana, tukasemezane kwa pamoja ili tuweze kutiana moyo katika safari yetu ya wokovu, tukisubiri Kristo hadi ile siku atakaporudi. Basi pale, kabla nianze kunena ama kabla ninene jambo lolote, ningerudisha tu kwa Minister Philip, bado atunenee tu ombi pale, ndio atufungulie kipindi chetu. Karibu. Acha tuamini, tuombe. Baba, tunakushukuru kwa wema wako. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa umekuwa nasi, umetulinda Bwana. Anzia siku ambayo tuliachana Bwana hapa mahali, umetulinda Bwana wiki nzima hadi umetufikisha masaa haya. Baba, tumekuja kwako ili Bwana tuweze kukuabudu, ili Bwana tuweze kukuomba tu Bwana uweze kutulinda Bwana, hata wale ambao Bwana wanasikia hii sauti Bwana kupitia YouTube, Bwana kupitia hii channel Bwana, nimewakabidhi mbele zako. Najua Bwana kuna wengine ambao Bwana wamefunjika mioyo. Kuna wengine Bwana wa majeshi ni wagonjwa Bwana wa mabwana, ili neno ambao Bwana watakapoenda kufundishwa Bwana liweze kuingia ndani yao Bwana, ili liweze kuwainua, ili liweze kuwachenga hiyo mioyo ambayo imefunjika, ili Bwana liweze kuwaponya hao ambao ni wagonjwa, ili Bwana liweze kuwagusa hao ambao Bwana wako chini, ili Bwana wa majeshi waweze kuinuka tu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu mtakatifu. Bwana wa mabwana, naomba tu Bwana Roho wa Bwana aweze kuingia hapa mahali Bwana, ili aweze kuingia kwetu, ili Bwana tuweze kushirikiana pamoja, ili Bwana aweze kutuongoza hadi tutakapomaliza salama. Katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. 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 Asante, na jina la Bwana libarikiwe. Basi mpendwa rafiki yangu, na ukaribisha leo, ningeomba tuongelee, ipo topic moja ambao inanitia moyo na kunitia nguvu sana na kunijenga katika imani yangu ya Ukristo. Inaitwa Neema Jangwani. Basi leo ningetaka tuongelee hii neema jangwani, ama jangwa ni lipi, na huko katika jangwa gani siku hii, wakati huu, ama na majira kama haya. Basi nimekuja tu nikutie moyo na nikwambie ya kwamba haijalishi lile jangwa ambalo uko ndani. Wengi tumekuwa katika majangwa makubwa. Hata shida ambayo imezunguka maisha yako, hata shida ambayo umeibeba ni kubwa, hilo ni jangwa. Umekuwa katika hilo jangwa, ndugu hata na jamii hawakuelewi, marafiki hata wameshakwisha kukutenga, wote wameshajieka mbali na wewe, sababu jangwa lako ni kubwa na alionyeshi dalili ya kuisha, na alionyeshi hata mfano wa kufika mwisho. Kila mtu amekuogopa, kila mtu amekaa mbali na wewe, maana jangwa ni kitu kilichokauka kabisa. Jangwa ni kitu kisicho na tumaini. Jangwa ni kitu kisicho na hopes for an end tomorrow, leave alone saying for a better tomorrow. Jangwa ni kitu kimekauka kabisa, kumaanisha wewe umeshafika mwisho. Pendo, nataka nikwambie, unapokuwa katika lile jangwa, umekosa hata rafiki, umekosa hata mtu wa kumwelezea hakutie moyo. Nami nakwambia ya kwamba Kristo yuko hata pale jangwani, bado yuko enzini. Hata hilo jangwa lako ambalo limekuwa kubwa, ambalo limekauka, auoni hata dalili kabisa ya kutokea, bado Mungu wetu ni mwaminifu. Amen. 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 Basi unapokuwa katika jangwa, huwa ni uchungu, maana
hata aliyekuwa karibu nawe anapozidi kukuona unakaukiwa, anapoona umezidi kukauka, naye uzidi kujitenga nawe, naye uzidi kukaa mbali nawe, usije ukamwingiza katika jangwa lako, usije ukamshirikisha katika jangwa lako. Lipo jangwa la maumivu, lipo jangwa la mapito, lipo jangwa la mateso, lipo jangwa la kulia, jangwa la kukosa, jangwa la kupungukiwa hata na vitu muhimu vya maisha. Umesukumwa katika jangwa, umekata tamaa na umekata tumaini. Basi jioni ya leo nataka nikwambie, hapo jangwani tu inua imani yako na mtazamie Kristo. Maana hata katika hilo jangwa utamuona Bwana, utaona ukuu wa Bwana. Wakati mmoja ikawa naangalia maandiko, kaa napitia maandiko tu, tena na hii historia ya Ibrahimu na aliyekuwa msichana wake wa kazi Ajir na mkewe Sarai. Hiyo story ukisoma kuanzia pale Mwanzo 19 kuendelea mpaka 20 pale, utaona vile ambavyo Ibrahimu ama Sara mke wa Ibrahimu amemsinikisha mume wake kulala na kijakazi na kumtia ujauzito. Pale mtoto anatokea, anazaliwa, anaitwa Ishmaeli. Pale utaona Ishmaeli anataka kutawala na kuchukua urithi wa mtoto wa ahadi, mtoto wa Ibrahimu na Sara. Tutasoma pale kuanzia Mwanzo 21:14 mpaka 21. Ndipo utaona pale wakati Sarai amegundua ya kwamba Ishmaeli amekuja kuwa tishio katika maisha ya Isaka, mtoto wa ahadi. Sarai akamwambia Ibrahimu, sasa huyu mtoto kijakazi simtaki tena. Soma pale utamuona Mungu, Ibrahimu anarudi kwa Mungu na kumuuliza hii nitaifanyaje? Mungu anamwambia Ibrahimu ya kwamba mtoe huyo mtoto pamoja na mamake, lakini hivyo bado nitamfanya taifa kubwa. Basi mpenda, wacha tusikize maandiko pale ndio tuweze kuendelea. Ningeomba Minister Philip atusaidie kusoma Mwanzo 21:14 mpaka 21. Atusomea kwa haraka pale tusikie nayo maandiko yanasemaje. Biblia inasema, tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 21, tusome 14 mpaka 21. Biblia inasema, nasoma 14. Ibrahimu akaamuka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akamupa Achiri, akimtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Beersheba. Nasoma 15. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. 16 inasema, akaenda akakaa akimkabiri mbali naye kadri ya mtupo wa msale, maana alisema, nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabiri, akapasa sauti yake, akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamuita Achiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Achiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. 18 nasema, ondoka ukamuinue kijana, ukamshike mkono mwake, kwa kuwa mtafanya kuwa taifa kubwa. 19 inasema, Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakichasa kiriba maji, akamnywesha kijana. Nasoma 20. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde. 21 inasema, akakaa katika jangwa la Barani. Mama yake akamtwaria mke katika nchi ya Misri. Na hilo ndilo neno la Mungu.
Amina, Amen. amina. Neno la Bwana libarikiwe. Amen. Napoona pale sasa Ibrahimu amemwachilia Hajiri na kijana wake Ishmaeli waweze kuondoka katika maisha yao. Tazama, amewaachilia, wameingia katika jangwa. Yale maji ambayo aliwapea, wameingia jangwani ndani kabisa. Sasa maji yameisha. Tazama, mtoto anaangamia. Mama akakaa akasema hawezi subiria haone yule kijana wake akifa. Pale 19 tumeona pale ambapo malaika alipomtokea Hajiri pale jangwani, ndipo Ishmaeli amehaidiwa taifa kubwa. Pale jangwani kwenye shida ndipo Ishmaeli ameahidiwa na Mungu ya kwamba hata naye pia hatakuwa taifa kubwa. Basi hapo jangwani, hapo katika hilo jangwa lenye hupo ndani, hapo ndipo Mungu amekuahidia mambo makubwa. Hapo ndipo mbingu zitakaponena baraka zako. Hapo ndipo maisha yako yaliyofungika kwa muda yatafungukia jangwani. Ibrahimu alimwachilia Hajiri akaondoka na mtoto wake. Hajiri ameingia jangwani, maji yameisha. Jangwa ni mahali palipokauka. Upo katika hali hauna hata shilingi kwa mfuko, umekauka right, left, center, you have nothing. Upo jangwani la kupungukiwa financially. Katika hili jangwa upo peke yako. Jangwani ni mahali hata ukiangalia hauoni kitu. Hajiri yuko jangwani na mtoto. Amen. Amen. Pale ameona kukata tamaa, maana haoni. Akasema ama akajisemesha katika nafsi yake, sitakaa nishuhudie huyu kijana akiangamia. Ni heri nimuondokee hafe peke yake, nami nikafe kule, nisishuhudie mwanangu akikata roho. Hajiri akasonga. Usifikirie muda wote huu Hajiri amekaa katika hili jangwa na huyu mtoto alikuwa haombi. Aliomba, alimlilia Mungu. Kama ni msamaha aliomba kwa makosa yote, Mungu akamsamehe na akamkumbuke, akampatie a way out in the desert. Hajiri alipoweka ule mtoto chini na akasonga kando, basi mtoto akalia kwa sauti. Mtoto alilia kwa sauti moja tu ambayo ilienda mpaka masikioni mwa Mungu. Nataka nifananishe kilio cha mtoto Ishmaeli kama imani yako. Utakapoinua imani tu katika jangwa, basi kila kitu kitaenda sawa. Amen. Pale katika jangwa Ishmaeli alipolia, kilio chake kiliingia mpaka masikioni mwa Mungu. Pale ndipo malaika akamtokea Hajiri. Akamwambia usiogope, maana kilio cha mtoto kimeshasikika masikioni mwa Mungu. Basi tunapokuwa katika jangwa ama tunapoendelea kuwa jangwani, ndipo Roho wa Bwana atakapokuja kushuhudia, ndipo miujiza yetu italetwa, ndipo habari nzuri zitaletwa tutakapoinua imani zetu pale jangwani. Malaika akaja akamwambia Hajiri, nenda ukamchukue mtoto, maana kilio chake kimeshasikika. Ndivyo itakavyokuwa kwetu wakati tupo jangwani, tumekata tamaa na tumekata tumaini, ndipo sa mbingu zitakaponena, inuka na uchukue hatua ya imani. Jangwa lisiwe kizuizi kwako. Jangwa lisikuzuie kuendelea mpendwa. Jangwa lisikukatishe tamaa. Inukia kutoka jangwani. Amen. Amen. Pale Hajiri akainuka, akaenda akamshika mtoto mkono. Pomshika tu kugeuka nyuma yake akaona kisima. Baraka zikatokea jangwani. Hata leo utakapokaa na kusoma na kuendelea kusoma maandiko, katika lile jangwa ndiko Ishmaeli na mamake waliishi. Katika lile jangwa ndiko Ishmaeli mamake alimtafutia mke kutoka familia ya Egypt, akaoa pale. Mpaka leo naamini ya kwamba familia ya Ishmaeli inaishi katika lile jangwa. Maana visima vilitokea wakavigeuza vikawa baraka. Likawa si jangwa tena. Likawa ni mahali pazuri ambapo waliishi na Ishmaeli akainukia pale na akawa taifa kubwa. Sawa sawa na ahadi za Mungu katika maisha ya binadamu. Basi jioni ya leo mpendwa, nataka nikutie moyo. Nataka nikusisitizia, nikuhakikishia ya kwamba lipo tumaini jangwani. Hipo neema jangwani.
Ipo njia jangwani, usikate tamaa. Haujafika mwisho. Inua imani yako katika jangwa. Mwamini Kristo leo. Hapo hapo jangwani kuliko kauka, ndiposa kutakapotoka chemichemi za baraka zako. Hapo hapo jangwani ambapo unaona kabisa hapo ndipo Bwana atafanya wepesi, na pale ndipo njia itafunguka, ndipo neema itakubeba katika jangwa. Amen. Ndipo neema itakumbushana maombi yako mbinguni, ndipo neema itasukuma kilio chako mpaka masikioni mwa Bwana. Amen. Bwana atakufungulia jangwani, maana hipo neema katika jangwa. Hadi wakati mwingine nitakuachia pale. Bwana hakubariki, Bwana akutende mema. Kristo akukumbuke katika jangwa. Bwana akuondoe katika hilo jangwa la magonjwa. Bwana hakuondoe katika hilo jangwa ambalo limesukuma maisha yako mpaka umetengwa na ndugu na jamaa. Jangwa ambalo limesukuma mpaka nguvu za giza zimekuteka, haujielewi tena, maana umeshakwisha kata tumaini, maana unaona umeshakwisha kufika mwisho kabisa. Hapana, mwisho wako mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu. Tuinue imani jangwani, tuendelee kumwamini Bwana jangwani, tuendelee kuliitia jina la Kristo jangwani, tuendelee kumkimbilia Kristo jangwani, tuzidi kuikaza imani yetu jangwani, tukisubiria ujio wa Kristo. Bwana awabariki, Bwana watende mema. Hadi wakati mwingine, tarudisha pale kwa Minister Philip aweze kutufungia kwa neno la maombi, nikizidi kuombea na tuzidi kuombeana, neema ya Kristo itukumbuke jangwani. Shalom. Amen. Amen. Bwana wabariki nyote. Mpendwa, kabla tuchaomba naomba tu ombi moja. Uweze kuangalia wewe mwenyewe, uweze kukaa tu ufikirie wewe mwenyewe ni changwa gani hili ambao linakusumbua. Labda huenda ikawa ni changwa ambao umetafuta kazi miaka mingi. Labda huenda ikawa ni changwa ambao magonjwa yako kwako, magonjwa yako kwa familia yako, magonjwa yako kwa familia yenu, hilo ni changwa. Labda huenda ikawa wewe tangu maliza hata shule, chuo kikuu, bado unasunguka tu na uko na vibali kila mahali, hujawahi pata kazi, hilo ni changwa. Nataka niwaombee masaa haya ili Bwana aweze kuwaondolea hapo mahali, ili Bwana aweze kusikia kilio chenu, ili Bwana aweze kusikia kilio chenu jinsi ambavyo alisikia kilio cha Ismaeli. Tuweze kuamini na tuombe. Amen. Baba, ni katika jina la Yesu tumekuja mbele zako Bwana wa mabwana. Bwana, angalia hawa wote ambao Bwana wanasikiza hii sauti Bwana wa mabwana. Bwana, wale ambao wanafuatilia Bwana wa majeshi. Bwana, jinsi ambavyo tumefundishwa ya kwamba Bwana changwa liko katikati yetu. Changwa haijalishi Bwana ni changwa gani ambao Bwana wapendwa wako nalo. Haijalishi Bwana ni changwa la magonjwa. Haijalishi Bwana ni changwa ambao Bwana labda ni la kutafuta kazi. Haijalishi Bwana ama ni changwa la kifamilia tu. Wengine Bwana changwa liko kwa tumbo, hawajawahi pata watoto. Wengine Bwana wamesunguka tu kila mahali Bwana wa mabwana, lakini hawajafanikiwa Mfalme. Nami naomba tu Bwana wa mabwana, hii kilio ambao Bwana wamelia kwa siku nyingi Baba kiweza kukufikia tu. Hii kilio Bwana ambao wamekuwa wanalia tu, wanalia asubuhi Bwana wa majeshi, wanapotoka kuenda kutafuta kibarua Bwana wanakulilia tu Mungu. Wanapotoka Bwana kwenda hospitalini Bwana wanakutanguliza wewe. Bwana, jinsi ambavyo ulisikia kilio cha Ismaeli Mfalme, nami naomba tu Bwana uweze kusikiza kilio cha hao watu. Bwana uweze kusikiza kilio cha yule mzee, kilio cha yule kijana, kilio cha yule mama, kilio cha yule mama amelia kwa siku nyingi anatafuta mtoto, kilio cha yule baba amesunguka miaka mingi hajapata kazi, kilio cha yule mama mwingine ako hospitali anaumwa. Bwana, naomba tu uweze kusikiza hiyo kilio chao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu mtakatifu. Bwana wa majeshi, tutakapoenda kufunga mahali hapa Bwana naomba tu uweze kuwafungulia watu wako. Bwana naomba tu uweze kuwafungua macho jinsi ambavyo ulifungua Achiri Bwana macho akaona kisima pale mahali. Bwana naomba tu uweze kuwafungua macho tu. Wengine Bwana jangwa lao Bwana hapo karibu ndio baraka zao ziko. Naomba tu Bwana wa majeshi uweze kuwafungua macho katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu mtakatifu. Upewe sifa Bwana wa majeshi, upewe sifa kwa kuwa wewe unaweza yote. Na ni katika jina la Yesu, jina lililo juu zaidi ya majina yote, nimeomba na hata kuamini. Amen. 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 Basi
Amen, amen, amen. We meet YouTube, Minister Philip Kengula. You like, subscribe, you share, tusomezane pamoja. You invite a friend, we learn together. Be much blessed. Thank you so much. Amen. 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 Basi, follow us, invite a friend, let us learn together. Shalom, shalom, shalom. Bye.